uongozi utakapopewa watu wasiostahiki, basi fantadhiri saa, ngojeeni kiyama. Ngojeeni kiyama maana yake ni katika alama ya kiyama watu ambao wanachukua uongozi na hawafai kuwa katika uongozi. Hii ni katika dalili ya kiyama, ndugu zangu. Amana itakapotupwa, amana itakapopotezwa, amana itakapochezewa, basi ngojeeni kiyama. Huyu bwana akamuuliza Mtume, wa kaifa idhaatuha, na hii amana vipi inatupwa na kuchezewa na kudharauliwa? Mtume akajibu akasema, idha usida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhiri saa. Uongozi utakapopewa watu wasiostahiki, katika riwaya idha usnida al-amru ila ghairi ahlihi, uongozi utakapopewa watu wasiostahiki, basi fantadhiri saa, ngojeeni kiyama. Ngojeeni kiyama maana yake ni katika alama ya kiyama watu ambao wanachukua uongozi na hawafai kuwa katika uongozi. Hii ni katika dalili ya kiyama, ndugu zangu. Lakini vile vile wanazuoni wametafsiri hadithi hii, wanasema ngojeeni kiyama maana yake akichukua mtu asiostahiki akakaa juu ya kiti kuwatawala watu, basi ngojeeni muone ile vurugu ambayo itakayotokea. Hii vile vile ni maana yake ya pili ambao wametafsiri wanazuoni. Na leo ndugu zangu, imeonekana wazi mashariki al-ardh wa magharibiha, duniani, katika ulimwengu ya Waislamu, namna uongozi unavyochezewa, uongozi unavyofanywa mambo kama kana ni mambo ya mchezo mchezo tu. Hakuna mtu ambaye anaipa kipawa cha mbele, watu wanaifanyia kila aina ya mabaya uongozi ambaye alokusudia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam.